the other one kwaya mtanisaidia tukimaliza mwishowe yale shetani ameiba yote yataregeshwa. I think you know about that composition by this wonderful choir in Tanzania. Ikuregeshe. Asante, you can do it. Ukimaliza hiyo. Ukimaliza lakini assistant bishop na administrator and the AIC Kikoneni Church community, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mnaweza mkanisalimu. Asanteni. Sasa nina recommendation moja. Tukimaliza tu yale matamshi yametolewa hapa na wenzangu, mengine ni makali sana. I know that because I'm also AIC, you may not believe in the ministry of anointing. Lakini naona hapa tutumie mafuta to anoint area hii tukitoka, because hao watu wameongea makali. Wameongea makali, mengine ni makali sana. Kwa hivyo kwa niaba yao naomba msamaha kama tumetumia nafasi hii kuyatamka mengine ambayo ni makali na machungu, lakini vile hali ilivyo katika nchi yetu. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kufika hapa AIC Kakoneni. For a minute I thought I was going to AIC Kikoneni, lakini I think a pastor alinielezea tofauti, and I like those pastors, those reverends. They cannot appear without their wives. Walionekana kina mama hapa, anaona yule ni kama anapenda wake kushinda wake. Alimulalia beautiful. AIC Kakoneni, historia yenyewe ndio hiyo. Hongera kwa kufikia kiwango ambacho sio kawaida, 50th anniversary tangu kuanzishwa huduma hii. Kwa hivyo tumpigie Mwenyezi Mungu makofi. Ndiye amewafikisha. It has taken God to be where you are today. And wonderful singing by the choirs and the choir, Malindi AIC, amazing. Is it that one of you has a relationship na mwanzilishi wa kanisa? No, we are told something like. Kuna mama aliruka pale. Aliruka sana because hebu simama tukuone tena mama. Ama ametoroka. Asante. But that's wonderful. Really wonderful. Really wonderful. And lakini I could see a sense of him, mtu wa Kyuso. Wakati alikuja hapa akauliza assistant chief, wewe assistant chief ni assistant chief wa Kenya yote ama uko? That's the way they talk uko Kyuso. Hebu niambie, wewe assistant chief wa Kenya yondeka nani ni abai hiyo? Mpaka Kenya yondeka nani ni abai hiyo? Mpaka akapatiwa this place of worship. So tunamwenzi, and we thank God for his service and pray that what he started will find favor in the eyes of God the Almighty and grow and prosper this place. We have been told that others have sprouted out of here, and they're springing out there like out of a fresh well. But the mother church needs the renovation. Ukiangalia jameni hapa mko na kibarua. Because by the way, you must remember you're not doing God a favor. Last Sunday ambayo ni jana, just last week, I think Senator Amboyo remember and others, we were at AIC Isonet. Is it Isonet? Isonet. Mmewahi kusikia AIC Isonet? Kama mmewahi kusikia lazima administrator will know about it. AIC Isonet is in Kajiado County. Mahali panaitwa Kimana
just before Loitoktok. That is where we were last Sunday. And our hearts were ministered to by young choir who are actually out to go and record, just like this choir. Kama moja record what you have seen, all you need to do, some of you, is to cut a little bit of weight. Just a little bit of weight, and you'll be there. Amazing presentation, and I can see where this other young choir is taking this place. So Mungu akipenda na mtuombe, we want to come back. Tutaenda tujipange turudi, because leo naona hapa Thanksgiving, Mheshimiwa Peter Ponda, and I now know why. Did you try to run for election? Yes. Ukashindwa? Ukashinda kwanza alafu ukaibiwa? Hapana. This man went to a Bible college in Kijabe, Moffat, and you cannot be that straight the way it is in Kenya. If you speak the truth, utachukiwa, utaitwa majina, uchukiwe. As they say in the English language, give a dog a bad name and kill it. But I can see why you are so straight, Peter, and I thank God that we met even before now. Now, Peter Ponda and your family, we thank you. So we have come now to tell you, continue with that work. You first found what God wanted you to do from Kijabe Moffat School, Bible School. And I think but administrator baba yao amesikia, alikuwa governor wa Kiambu. Even if he is not governor Kiambu, he has a lot of efforts na ushawishi mkubwa juu ya mambo vile barabara kama hizo zinaweza kuundwa upya. Kijabe Mission Hospital is a very important medical institution under the African Inland Church. We should all be very proud of it and make it, continue to even improve it. I think one time when I was vice president, tulienda kule, I think with Kibaki, we tried to see how we could improve that hospital. I'm happy that you have a small Kijabe here. Endelea na hiyo mpangilio, and I would have loved to see my sister Amina Mnyazi. Siende mbunge wa hapa. Mbunge wa hapa sio? Tulikuwa tumeongea na yeye. I was hoping to find her kwa sababu yeye na mimi tulikuwa katika ile kamati ambayo ilikuwa imeulizwa kwa upande moja na Ruto na upande mwingine Raila. Mimi na Amina Mnyazi tulikuwa upande wa Raila. I was their team leader, na tukafanya mazungumzo, tukaleta mapendekezo ambayo kama ingefuatiliwa, yale tumesikia hapa kilio kikubwa sana, ingekuwa angalau kimepungua. But they just ignored the report. So namtakia mema Mheshimiwa Amina Mnyazi na wenzake wale ambao on Tuesday wataenda kwa bunge. They should take their position. And on Wednesday tutaita kikao maalum cha wabunge wa Azimio yote, tuulizane yale ambayo umeyasikia hapa. But for now, Mheshimiwa Robert Mbui, I heard you say Monane na kwaya nyuma pale. Kwaya kwana kuonekana nyuma, utaonekania hapa. Si nimewatetea hapo? Nimewatetea, sijawatetea? Hata wale wengine watoto, beautiful singers, hakuna kuonekania ati kwando. Now, what was the name of that choir without uniform? Eh? Mwenga means one, right? So they must be number one. Kwa hivyo mimi nitawapatia 50,000 mkanunue, mkaanza kutengeneza uniform, because I could see, you know, they are in between wale na hawa, and they are coming up. So we want to really, when we come next time, tuone mabadiliko. Na tutaanza ya mabadiliko leo. But we must also change your attitude. As I said, you're not going to do God a favor. So, Mama Elizabeth, Mama, is it Elizabeth the pastor? Mama pastor, or you are there? Akasema kwa sababu mama ndiye pastor, wataregesha, not kuregesha,
watapunguza mwendo. Now you should know that you are in charge of a very important congregation. Tumekuja, tumeona. We may not accomplish everything we wanted to do for you. But niliuliza Peter Ponda, ile Thanksgiving yenu imekuwa kiasi gani? Na nikaona you have work to do. Uko na kazi. And before I leave, if you allow me, ningetaka niangalie tu the sanctuary itself. Nione. And we can make recommendations. One of the recommendations, mimi nitamuuliza kwa heshima kiongozi wa Africa Inland Church, Bishop Mulwa, aje hapa. Kama haja kuja hapa. Hajawahi kuja ama amewahi kuja huko? Hajawahi. Unataka tukamuulize akuje? Na akija atakuja pia anabeba msaada mwingine. So that in another 1 or 2 years, na pengine akija nitamuuliza Senator wa Kitui arudi hapa. Na that time Senator Stuart Mazayo hawe hapa. Sina senator wenu huku. Muungwana sana huyu Judge Stuart Mazayo. Hata yeye akuje ndio uonekane. We need to build a new team. So, with those remarks, the message was so amazing. Reverend Daniel Kabiru, you know those lepers when you coma, under Luke 17:18. As you are reading that message, it occurred to me that mambo ya ukabila alianza kitambo sana. Because one of those 10, wale 10, wale alirudi. He was a Msamaria. Wayutu alikuwa ameenda wapi? Na Yesu akasema, this foreigner. Huyu tu ndio amerudi kusema asante. Hebu tuyatakafakari hayo. Kwa sababu ukabila Kenya hii is our biggest problem. And we are trying to build a nation ya watoto hawa ambao watakuwa kifikiria all of us are Kenyans. Umesikia hivi majuzi watu wakileta matamshi ya ajabu, kuleta hata kuwauzisha inji zingine katika mipangilio ya demokrasia yetu Kenya hii. Na hiyo ni hatari sana. Inaweza ikadhuru. Nakumbuka wakati Kibaki na sisi tulikuwa kwa mamlaka, tulivamiwa Lamu. Na sisi tukasema we are going to exercise the right of pursuit. Tukawafuata hawa majambazi mpaka Somalia. Na bado tunawafuata. Because bado majeshi yetu yako nchi ya Somalia. Mambo yanahusu Somalia lazima tuwafikirie sana, so that we do not end up compromising national security. As I speak to you, vijana ambao walizungumza wakatoa matamshi yao Isiolo, wakati Rais Ruto alienda kule Isiolo, wao, because vijana, vizazi vya hivi majuzi ama current wale vijana Gen Z na wenzao, hawajui kuficha vile ambavyo wanafikiria uongozi unaenda kivipi. Kwa hivyo wakatoa matamshi yao kusema Ruto must go, haikumaanisha akitoka hapo aende atoke Ikulu. They meant kwamba the right time they will take a decision. Na Ruto akawatisha akasema, huwezi kutisha serikali. Huwezi kutisha serikali. I want the president to know, serikali ni wananchi wa Kenya. It is not an individual. Kwanza hapa kuna miji 10 huku, hii mambo mengine. Hata assistant chief, nimeona hapa assistant commissioner, assistant county commissioner. Serikali hata wao wenyewe sio serikali. Serikali ni nyinyi, watu wa Kilifi, watu wa Pwani. And so what has happened after that, tumepata habari tukiwa hapa kwamba vijana zaidi ya 200 wameshikwa Isiolo. Wameshikwa 200 ati kwa kumwambia Ruto you have to go home. Ya nini washiki? So now pia nimetoa amri nikiwa hapa, wakili wetu Azimio kijana Ndegwa tulikuwa na yeye jana Kitui, on Monday awe Isiolo, hawa vijana watolewe kwa mahakama. Because the good thing is we are a country under the rule of law. Na hakuna mtu ambaye ako above the law. Not even Ruto or anybody. So if we tukiheshimu tu katiba,
tulionayo ambayo imetuwezesha kusherekea hafla kama hii, freedom of worship which is guaranteed under our constitution. Yaani uko na uhuru wa kuabudu Mungu jinsi ambavyo unapendelea mwenyewe, even if you want to worship him hanging upside down, or as the choir saying, praise him the African way, because remember, adhamu unaimba kimila zetu. You have that freedom of worship and nobody can try to interfere with that. Kwa hivyo leo tuko hapa Kilifi, tutaendelea kutoka Malindi, tumeingilia Malindi, now we go to Kilifi, tomorrow we'll be in Mtwapa and other places in Mombasa, kusalimia tu, kukutana na wananchi na kuwaelezeeni kwamba don't lose hope. We will make sure that this country remains a democracy, that this country will not be a dictatorship, that this country will have the citizens expressing themselves. Vile wamesema hapa, mifuko imedhoofika. Any Kenyan with a payslip is today complaining because 50% ya hiyo payslip almost inaenda kusaidia William Ruto, na wananchi waone hiyo pesa inaenda wapi. This is a problem. Tumesema huyo mama Njoki ambaye alikuwa nurse Kenyatta Hospital, akaenda akalazwa hospitali, akasema hii kitu inaitwa SHA na SHIF haifanyi kazi. Sisi tumeeleza wazi kwamba kiini haswa juu ya swala hili la ufisadi ni jamaa anaitwa Andani, an international businessman kutoka India. Amefukuzwa, akienda Marekani atashikwa, atapelekwa kwa mahakama. Hapa tulikuwa hata tunamkabidhi our international airport. We landed in Malindi, hapa tukaona Malindi International Airport. International Airport Malindi, kabla iwe, you need to extend the runway. In fact, I was hoping by now they've extended the runway. There's a lot of things to be done, but not by way of giving out our critical infrastructure kama international airport with security implications. Wengine tulienda kwa mahakama tukakomesha mambo hayo. This is the same Andani ambaye ameleta shida kwa SHA na SHIF. The same Andani ameingilia upande wa Kawi, alikuwa anataka hata kuchukua umeme, kuteka umeme wetu. What kind of an independent nation are we going to remain? Kwa hivyo sitaki na mimi, having said mulete anointing oil tusafishe matamshi hapa na mimi niongeze mengine. We are going to talk huko mbele. But one bishop called Ken Baraza, he has a big congregation in Kakamega. Alikuja kuniona 2 days ago in my office in Nairobi, akanipa kitabu. I wish I carried that book. Mheshimiwa Senator Wambua, don't go around to say wewe ni mtoto wa pastor. You know, kila mtu atasimama kivyake mbele yake Mwenyezi Mungu. Utasema mimi nilikuwa mtoto wa pastor, mimi ni the church elder. The title of that book, Senator, but it's very good, you know, he sings well. When the devil is a church member. That is the title of the book. And I think he was inspired by what happened. Because men will come and say, sisi ndio wenyewe. Sisi ndio wenyewe. Kwa hivyo, and by the way, mtu anasema nikiweka Biblia chini mtaona mambo yamebadilika. That is when things will go wrong. Uwezaji huwezi kuwa kama rais wa jamhuri useme nikiweka Biblia chini, because ukiweka Biblia chini everything goes wrong. Are we together? Remember what Moses told Joshua. Let this book of the law never depart from your hand. Yani ukiweka Biblia chini, you are finished. Mheshimiwa Deputy Majority Leader. This is what the problem is. Jamaa aliweka Biblia chini. Kwa hivyo tumuombe haya, tafakari haya vile vile. Na sisi zote tusameane, tujue the most important thing. Hakuna chuki,
Hakuna mabaya yoyote. All we are saying, the majority must have their way and the minority will have their say. Speaker wa Kitui hapa ameniambia nikumbushe wananchi wa Kenya, pengine kutokana na uamuzi wa mahakama juzi, hii inamaanisha kwamba Ruto si aliyeshinda, ni Raila alishinda. But I don't want to contest that, because Raila sasa anaazimia mambo mengine. Si alileta azimio? Raila anaazimia kuwa chairman wa Afrika nzima, na tunamwombea aende route hiyo, because now hatuwezi kurudia hiyo. Ile ambayo tuko nayo hapa ni majority ni Azimio na minority ni Kenya Kwanza. Na mimi naomba msamaha pastor, uniombea hata mimi. Mimi ndio nilisema KK haimaanishi Kenya Kwanza, inamaanisha Kenya kwisha. Sitaki Kenya ishe, haitakwisha Kenya kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Now we have to give our contribution. Bwana Samuel Kadenge. Ako wapi Kadenge?